Wapendwa watazamaji, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne katika juma la kwanza la kipindi chetu kitakatifu sana, kipindi cha Kwaresma. Masomo yetu leo hii tutasikia somo kutoka kitabu cha nabii Isaya sura 55 aya 10 hadi ya 11. Pia somo letu la Injili litatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 6 aya ya 7 hadi aya ya 15. Karibuni tusikilize Injili. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, mkiwa katika kusali msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamwomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa katika Kristo, tupo bado katika kipindi chetu cha Kwaresma ambacho bado tuko mwanzoni, tukiwa bado tunaendelea kuziishi vema zile nguzo za kipindi hiki cha Kwaresma, nguzo za imani, ambazo basi katika nguzo hizo moja ni kusali. Basi leo somo hili la Injili tulilosikia, ndipo Kristo anasisitiza namna gani watu wasali, namna gani watu waweze kuongea na mpendwa wao Mwenyezi Mungu, Baba yao Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Hivyo basi kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi cha kuwa makini sana katika sala. Wapo watu wanaodhani ya kuwa kusali kwa sauti au kusali sala ndefu zenye maneno mengi ndio basi sala zao zitasikika kwa urahisi sana na Mwenyezi Mungu. Lakini siku hadi siku tunaona watu hao maendeleo ya kiroho yako vile vile, tena hata wengine wanazidi kurudi nyuma kabisa kiimani. Ni kwa sababu kusali kwao kuko tofauti na kule ambako Kristo leo hii anatufundisha. Wapendwa, tunapaswa kutambua kwamba sala ni mazungumzo kati ya mwanadamu na muumba wake kwa imani na kwa mapendo makuu. Hivyo basi wakati tunazungumza na muumba wetu, yatupasa kuwa na utulivu mkubwa sana, yatupasa kuwa na unyenyekevu mkubwa sana, ili basi sala zetu ziweze kupata kibali mbele ya Mwenyezi Mungu. Tutambue kwamba kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi cha kuwa nyenyekevu sana, hasa tunapoingia katika kusali. Sio kipindi cha kutaka kujionyesha kwamba mtu unasali sana, ili basi kila mmoja aone kweli umefunga kipindi hiki cha Kwaresma. Tunapaswa basi kuwa wanyenyekevu hasa kwenye jambo hili la kusali, ili basi utulivu wetu ndio utakaotufanya sala zetu zisikike mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu aweze kuzipa kibali, ili yale yote tunayohitaji katika ulimwengu huu tuweze kupata kadiri ya hitaji ya mioyo yetu, naye Bwana aweze kutujalia yote mema. Niwatakie basi mfungo mwema wa Kwaresma. Tuendelee kufunga, tuendelee kusali, lakini tuendelee pia kutenda matendo ya huruma, tukitambua kwamba hayo yote tukifanya kwa unyenyekevu mkubwa, tukiwa wavumilivu, pia tutaweza kupokea yote kadiri tunavyohitaji, na Mwenyezi Mungu atatubariki sana. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.